naitwa Getruda Yohana. Mimi nilikuwa naishi Kibondo, wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma. Na mwenzangu anaitwa Sada Mwidi Ramadhani. Tuliishi kule, baada ya hapo tumekuja Arusha. Tuliishi Arusha, tukaendesha maisha. Baada ya hapo akadai kwamba anataka kuendelea na shule. Alivyoendelea na shule alisoma QT Suye, baada ya kumaliza akapata kwenda chuo cha uhasibu. Alipofika chuo cha uhasibu akawa anasoma, lakini ada alikuwa na uwezo wa kulipa ada. Kwa hiyo mimi nikaa nachukua mikopo kazini nampa ili aendeshe elimu yake. Kiujumla ni kwamba nilimsaidia kumsomesha. Baada ya hapo akapata kazi CRDB. Alipopata kazi CRDB akabadilika na kutelekeza familia na kuwa ananinyanyasa mimi na watoto wangu. Mpaka sasa anaendelea tu kuninyanyasa na kunifatafata. Ninachokiomba serikali na viongozi hadi mkuu wa mkoa anisaidie, aingilie kati. Sihitaji anifatefate, ninachokiomba ni usalama wangu, kwa sababu sasa hivi nimekuwa nikiishi kama maisha ya digidigi. Nimechoka. Hicho tu ndicho ninachokiomba kwenye serikali. Amekuwa akinitishia kwamba nilivyokuwa na kesi, nina kesi kule mahakamani ya kutunza watoto. Baada ya hapo akaanza kunitishia, anasema unaendelea kunifatafata nitakufanya kitu ambacho kitakuwa ni kibaya zaidi. Mpaka sasa nimeamua kuacha kesi ili nisije nikafanywa kitu kibaya. Mjomba wake ni mwanajeshi. Wakati nikiwa mahakamani, nilitoka mahakamani nikaenda pale kazini kwake CRDB kwa Sada Mwidi Ramadhani. Nilipofika pale CRDB niliomba kuonana na branch manager. Nilivyoonana na branch manager nilimueleza kila kinachoendelea. Sada Mwidi Ramadhani aliitwa na branch manager wake akaulizwa. Baada ya kuulizwa alikataa kabisa, akasema mimi nahudumia familia. Baada ya hapo branch manager akadai kwamba ana wateja wanamsubiri. Nikaambiwa kwamba tutafute familia tukae. Basi branch manager akaingia ndani. Sada akatoka hapo akachukua simu akampigia mjomba wake. Akamueleza kwamba nimeenda kufanyaje? Nimeenda kumfanyia fujo ili nimfukuzishe kazi. Akampa namba yangu ya simu. Mjomba wake alinipigia simu akaniambia, "Uncle, naomba uondoke hapo mara moja kwa sababu umekuwa ukimrudisha nyuma sana mtoto wangu." Nikamwambia, "Uncle, umesikiliza maneno ya upande mmoja. Wewe kama mtu mzima unatakiwa usikilize upande zote mbili ili ujue tatizo liko wapi." Akasema sitaki kujua, ninachotaka ni uondoke hapo, nisije nikakuitia polisi. La sivyo nitakurudisha kijijini ukiwa unatembea kwa vidole. Utarudi nyumbani kwa miguu. Nikamwambia, "Uncle, mimi huwezi kuishi maisha ya kunitishia hapa, niko Tanzania, nina haki." Akaniambia, "Wewe unajua unaongea na nani?" Nilimjibu nikamwambia, "Naongea na mwanajeshi asiyejielewa." Akaniambia, "Unanijibu hivyo, unajua unaongea na nani?" Nikamwambia, "Ninaongea na mwanajeshi asiyejielewa kwa sababu wewe kama mwanajeshi huwezi kunitishia, na mimi kama familia yako huwezi kusikiliza maneno ya upande mmoja pasipo kusikiliza watu wote. Itakuwa tusikilize na uangalie kipi cha kutushauri." Na mpaka hapa tulipofika unavyosema nimemrudisha nyuma, alipokuwa anasoma usiku kusikia. Leo amepata kazi, mmesikia na kazi CRDB, anafanya kazi benki, mmeanza kujitokeza. Mimi sitaki mnifanyie fujo. Watoto, nina watoto naye wawili. Wa kike na wa kiume, Salim Sadam na Sara Sadam. Na kuendesha kwetu maisha kabla hajapata kazi, yeye alikuwa ni mlinzi wa kawaida. Na alivyoanza kusoma, mimi nilikuwa nafanya kazi kampuni ya Matiflower. Pale nilikuwa nafanya kazi ya kulipa kwa mwisho wa mwezi, na hapo nilikuwa nakaanga karanga, nilikuwa nikikaanga ndizi, nikikaanga mihogo na kuchemsha viazi. Kwa hiyo kile kitafunio ndicho nilichokuwa nikifanya kuendeshea mahitaji ya pale ndani. Na yeye hata alivyoanza kusoma, kile kitafunio nilichokuwa nikiuza kilikuwa kinatusaidia, hata yeye pia kilikuwa kinamsaidia kila siku. Ilikuwa nahakikisha nampa shilingi 3000, alikuwa anasema anahitaji ya notice. Kwa hiyo mpaka ilipofikia mpaka akaenda chuo, ndipo nilipoanza kuchukua, na yeye akawa ananiambia kwamba amepelewa na ada, anashindwa kuendelea na masomo. Mimi nikaa namtia moyo. Baada ya hapo nikaa nachukua mikopo na kumpa, anaenda kulipa ada. Baada ya kupata kazi niliishi naye kwa amani ndani ya miezi 6. Baada ya hapo alibadilika.
akawa hali nyumbani wala hatumii chakula cha humo ndani. Akawa anaagiza watoto, anambia nendeni mkaniletee chips na soda. Anakaa hapo mezani anaweka miguu juu. Anawaambia watoto, anamwambia Sara, unaona wasomi jinsi tunavyokula vizuri? Na wewe soma kwa bidii ili uje kula vizuri kama mimi. Unaona matajiri kama sisi tunavyokula vizuri? Akawa anawaambia watoto hivyo. Kwa sasa mimi watoto jinsi wao walivyochukuliwa na baba wao kaenda kukaa kwao baada ya kurudi waliniambia anaishi Kijenge. Anaishi na mke wake. Ameshaoa mke mwingine baada ya kuondoka mimi pale, maana alinifukuza ndani, sikuchukua chochote. Akaondoka. Kwa mimi ndio nilioondoka. Baada hapo yeye akaja akaambiwa ahame pale tulipokuwa tunapangisha. Akahama pale ndipo alipoenda kuoa huyo mwanamke mwingine. Nimeishi na Saddam Idi Ramadhani ndani ya miaka 13. Ninachoweza kumwambia Saddam, kama ananisikia, sihitaji anifuate. Ninachokitaka ni aniache na maisha yangu, ameshaniacha. Amesema mimi sio type yake tena. Mimi darasa la 7 hawezi tena kuendelea na mimi. Ameshapata msomi mwenzake na amechoka kuishi na rangi nyeusi. Ameshapata rangi nyeupe. Kwa hiyo afate maisha yake na mimi nifate maisha yangu, aniache na watoto wangu kwa sababu hakuna anachonisaidia. Majina yangu mimi naitwa Saddam Idi Ramadhani. Mimi nimesoma chuo cha uhasibu, sawa? Muulize ada aliyoilipa uhasibu ni shilingi ngapi? Kwani pale ada zinajulikana? Mimi nilisoma nikiwa nafanya kazi mimi mwenyewe, nilijisomesha mimi mwenyewe na mpaka sasa hivi bado naendelea kusoma. Kama kweli ni yeye aliyenisomesha, mpaka sasa hivi yeye ndo ananilipia ada. Mjomba wangu mwanajeshi hayupo hapa Tanzania, yuko Kongo. Mpaka sasa hivi nikikupa simu zake hazipatikani. Alimpigia simu lini awape taarifa huko? Ugomvi ni kuanzia nimempata huyo. Ameshanipeleka kituo cha polisi kwenda kunishtaki. Hii ambayo tumeachana juzi ilikuwa ni mara ya 5, si sawa? Kila mkikosana ni yeye anaenda kituo cha polisi. Sasa hii juzi ilikuwa ni mwezi wa 12 2023. Yeye alikwenda huko kwao Shinyanga kwenda matembezi kuwasalimia wazazi wake hao. Sasa alivorudi akaja na watoto 5. Sawa? Nikamwambia bwana, mimi siwezi kuishi chumba kimoja. Bado sina kazi nzuri. Halafu nije nitunze watoto 5 wa kwako. Sasa pale tulifukuzana. Pale yeye alitoka kaenda kuishi kwenye chumba cha jirani. Kwa baadaye na wale watoto kwa baadaye akaenda kunishtaki kituo cha polisi na barozi. Badala waende kusema kwamba tumegombana kifamilia, akaenda kunishtaki kwamba mimi namtisha kumuua na mimi ni jambazi. Nadhani hayo maelezo yote yapo kituo cha polisi wa Ruyeni. Niliowafungia ni hao watoto 5 sasa. Baada ya kumwambia hao, chukua watoto wako hawa, ondoka nao, siwezi kulea watoto 5 ambao mimi siwajui. Tulikuwa nao 3 sasa. Sasa baada ya kwenda mahakamani ikaonekana kwamba wa kwangu ni 2. Sifanyi kazi CRDB.